Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Wachawi wanalaumiana. Hivi ni kwa nini huyu mtu kaenda wapi? Mbona siku hizi amekuwa jeuri? Ana kiburi. Ni hiyo madhabahu anakosali. Ndio. Manake kila tunapojadili vitu vyetu, sawa, mambo yanaharibika. Vitu haviendi. Vitu vinageuka. Nini kimetokea? Tufanye vita. Atoke madhabahu hiyo. Tumshauri. Tufanye tukubane uchumi. Ashindwe kwenda kanisani. Tubane tukipato. Ashindwe kwenda. Tubane ndoa. Aimzuia asiende. Atoki mtu. Nataka nikwambie hivi. Wewe vikwazo unavyovipitia, sawa, saa nyingine hata nauli ya kuja kanisani unakosa. Kuna watu wanadhani kwamba tukishika uchumi wewe atakosa nauli ya kwenda. Hatari ni nini? Hatari ya madhabahu hii ni kikombe kile amwagae damu kwa upanga, na ya mkwake mtu huyo lazima itamwagika. Achinjaye wenzake na yeye atachinjwa. Auaye kwa upanga na yeye atauawa kwa upanga. Ni madhabahu moja tu ya ngome ya Yesu Kristo ndio iliyopewa mamlaka hiyo. Ameni. Wanafanya vita. Ndio. Watafanya vita na wewe. Ni kweli. Wakikushindwa watafanya vita na kuhani wako. Kabisa. Asema huyo kuhani mwenyewe ni mchawi. Muulize tunguri mlimkabidhi na nyinyi? Tunguri mlimkabidhi na nyinyi? Muulizeni madawa mlimpa ninyi? Hapo. Mchawi mlimkabidhi. Kama ninyi ndio malikia wa kichawi, sawa, na yeye ndio mlikuwa mnamtawaza na kumpa, mtuambie. Mtu hawezi kukwambia fulani ni mchawi kama kumtawaza. Kabisa. Labda walinitawaza. Labda. Utajua wapi? Mtu akikwambia kuhani Musa ni mchawi, mwambie tunakushukuru kwa kumtawaza awe mchawi, wewe ndio mkuu wake. Amen. Kwa sababu kama yeye ndio mkuu wa kilinge, sawa, na ndiye alikuwa ananipa mkoba, utamzuiaje kusema hapo? Yes. Huwezi kumnyoshia mtu kidole kimoja na vinne vinakuangalia wewe mwenyewe. Wewe unajua kwenye ukoo wako kuna mikoba mingapi? Ipo mingi. Unajua kwenye ukoo wa baba yako mna mamlaka ya pembe ya mikoba mingapi? Hapo. Unajua kwenye ukoo wa mama yako mna mamlaka ya mikoba ya pembe mingapi? Yes. Unamnyoshia mwenzako kidole. Ni mchawi. Ulimtawaza wewe? Hapo. Tuambie na tarehe. Tuambie na siku. Ndio. Tuambie ni wapi huwa mnakabidhi hiyo mikoba. Tuambie. Na hiyo mikoba yake ambayo imekuzidi nguvu wewe leo, hapo, ina maana amekuwa konkodi kuliko wewe. Hapo. Yes. Toka lini mwalimu akamzidi mwanafunzi akamzidi mwalimu wake? Haiwezekani. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Tusibabaishwe na maneno ya kipuzi. Waganga wa Tanga na Sumbawanga wana vibao wamebandika barabarani. Wanavyo. Unaniita mimi mganga, kibao kiko wapi? Hapo. Na kama mimi nina uganga wetu ama nina mizimu, yes, ama nina uchawi wetu ambao unasaidia watu. Sawa. Huo uchawi ukatoka wapi? Wapi wewe ukasikia mganga kutoka Kibosho? Atuambie. Wapi ukasikia mganga kutoka Bukoba? Huyo atakuwa muongo. Kabisa. Justus ana tunguri eti ana vibuyu pale Ubungo, amekuwa mganga wa kienyeji Bukoba. Hakuna mganga kutoka Bukoba. Yes. Munyakyusa kabisa. Wewe sema amina ya radi. Amina. Eti ameweka kibao mganga kutoka Mbeya. Hamna mtu ataenda kwa sababu hawana umaarufu wa uganga. Kabisa. Yes. Ila watu wa Sumbawanga, hata matapeli wanajipachika vibao kutoka Sumbawanga. Ndio. Kutoka Tanga. Yes. Kutoka Kigoma. Wapo. Yes. Wanatangaza ufalme wao. Kabisa. Wanatangaza mamlaka zao. Ndio. Na sisi hapa tutaitangaza mamlaka inayotupa nguvu. Ni pembe ya Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi.
Ndiyo mamlaka ya Yesu Kristo. Amina. Anasema mamlaka yote ya mbinguni na ya duniani nimepewa mimi. Kama vile Baba alivyonipa, na mimi nawapeni ninyi sasa hivi. Dunia itawatambua, nchi itawatambua, na mbingu inakuwasubiri. Yoyote atakayewagusa, mbingu zote zinaingilia kati. Yoyote atakayewasugudia, mbingu zote akiwachokoza, amechokoza jeshi lote la mbinguni. Akiwagusa, amegusa mboni ya jicho la Bwana. Ashindanaye na Bwana atapondwa kabisa. Hebu ruka juu, sema pondwe na kufa. Kwa damu ya nani? Kwa jina lake nani? Yesu Kristo Nazareti. Nisikie makofi kwa Yesu Kristo. Chapa, 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 chapa. Hapana, 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 hapana. Ongeza. Hey. Ukiona mtu anatafsiri kipawa cha jicho la Mungu, sawa, ama sikio la Mungu, oh yes, ama kinywa cha Mungu, oh yes, na uchawi na uganga, ujue hiyo ndio elimu alionayo. Lakini wenye elimu na Mungu, sawa, wakiona mahali kuna muujiza, wanatafuta ni nani anahubiriwa kwenye hiyo madhabahu. Watajua huyu ndio mwenye miujiza yake. Huyu ndiye mwenye maajabu yake. Huyu ndiye mwenye madhabahu yake. Na huyu ndiye mwenye wakala wake, mwenye mjumbe wake wa kiagano, aliyepakwa mafuta kwa ajili ya majira mapya. Hebu ruka juu, sema hiyo pembe na iwe juu yangu. Hiyo pembe na iwe juu yangu. Kwa hiyo ukiitwa mchawi, sawa, na mtu asiye na elimu juu ya Mungu naye mtumikia, usikasirike. Usikasirike, mwambie huo ndo mwisho wa upeo wako. Amina. Huo ndo mwisho wa ujuzi wako. Oh yes. Ndio mwisho wa uelewa wako. Ndio. Na Mungu akusaidie. Amen. Hallelujah. Amina. Wacha kila mtu ajivunie anachokitumia. Wacha kila mtu ajivunie anachotumikia. Kabisa kabisa. Wacha kila mtu aoneshe nguvu zake. Amen. Na mimi uwezo Yesu alionipa, wewe, sijaanza hata robo. Wewe kutumia hata robo. Na kwa pia kwa Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Uwezo Yesu alionipa na ujua. Amina. Vizuri tu. Amina. Na najijua. Oh yes. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Yesu ninayemtumikia, siku kanisa hili likikamilika, wewe ndio mtamjua kikamilifu. Ndumbwe. Yes. Sasa hivi ametupa maelekezo. Sawa. Sasa hivi ametupa kazi. Na hiyo kazi ndio tunaifanya. Amina. Sulemani alipomaliza kujenga hekalu la Mungu, sawa, na kazi yake yote, ndio Mungu alijifunua. Amina. Kwake na kwa watu wote. Oh yes. Ambao waliokuwa wameshiriki kazi ya ujenzi wa hekalu lake. Amen. Kwa kiwango ambacho ni cha juu sana. Kabisa kabisa. Na kuweka naye maagano. Oh yes. Yesu asaidie sana. Amina sana. Sasa kuna watu ambao, sawa, katika kujikwamua ndio kutoka kwenye vifungo, unapojiunganisha na kadi ya ujenzi, unashangaa kuna vitu vinaanza kubadilika, vinageuka. Manake tukisogea tunasogea kwa pamoja. Tukijenga tunajenga pamoja. Wewe jenga madhabahu ya Yesu na Yesu ajenge maisha yako. Jenga madhabahu ya Yesu na Yesu ajenge afya yako. Jenga madhabahu ya Yesu na Yesu ajenge uchumi wako. Amina. Jenga madhabahu ya Yesu akufanye kuwa nguzo katika hekalu lake takatifu. Wafanye watoto wako wa kike kuwa nguzo, watoto wa kiume kuwa nguzo. Amina. Usipowafanyia hivi watoto wako, sawa, watakuwa vitu vya ovyo. Kabisa kabisa. Vya bure.